Yo, what's up? What's up, ladies and gentlemen? So leo nataka tupige story about wase watatu. Nataka tupige story kuhusu Sifuna, nataka tupige story kuhusu Kalonzo, nataka tupige story kuhusu Matiang'i and the probability of a return of the 2002 general election scenario. So kabla hata tufike hapo, nataka niwapatie ka backstory fulani ka vile tulifika 202 na vile tulipata Kibaki's resounding victory against KANU, against of course the government. But before we get hata kwa hiyo election ya 202, lazima tuangalie the previous election ya 1997. So 1997, what happened is tulikuwa na a very very big influential politicians wenye wote walikuwa wanataka kukua preso and 1997 tulikuwa na heavyweight kama Matiba and Matiba alikuwa na clout ingine fulani, alikuwa nadhani anaweza toa Moi. And then kulikuwa na Raila. Of course Raila yeye amekuaga miaka yake yote ameishingia kijua anaweza win election yoyote. So I think tulikuwa na Raila pia alikuwa anajigasa anaweza toa Moi. And then tulikuwa na Obako pia alikuwa amebuild credibility yake kwa opposition for a couple of years. Akaona mi kuachia Matiba itakuwa ngumu, so pia mi niko hapa. So tulikuwa na heavyweight watatu. Remember, Matiba alikuwa heavyweight, Obako alikuwa heavyweight na Rao pia alikuwa ni heavyweight. Na wase watatu hakuna mse alikuwa anataka kuachia mwenzake ashine. Walikuwa naona mimi naweza chukua hii kitu. Kila mse alikuwa anajiaminia mimi naweza chukua hii kitu. So ika happen election imekam, hao wase wote wakaona twende kwa debe, mwenye atachukua tuchukue. And of course kulikuwa na farasi ule wa mwisho, ama si wa mwisho tuseme tu ni farasi. Kulikuwa na Charity Ngilu pia alikuwa ana run kwa hiyo election ya 1997. So hawa si waine wa opposition wakajieka kwa debe, wamenyane na mzee and that is how mzee Moi won the 1987 election easily. And I think hiyo win ya Moi ilikuwa very important kwa sababu ili send a message to the opposition, ikawaonyesha if you guys cannot unite then KANU will rule for the next 100 years. And 202 ikafika. I think walikuwa sha learn lesson in as much as kuna wasea walani I think hawaku learn lesson from that. And one of the people that I think didn't learn the lesson as it's supposed to be have learned ni Rao. So Rao amelose election ya ana vie for presidency in 1997. Amelose hiyo election. What does Raila do? He folds his party and joins KANU in a merger with KANU, and he is actually made the secretary general of KANU. And I think that was a political blunder that he made, because had he stayed in the opposition angekuwa na upper hand ya kukua the opposition's flag bearer pale mbele 202. But Rao has never been the one to stay in the opposition. Amekuaga akitafutaga tu njia za kujoin every government. So after amelose 1997 elections alijoin KANU. Of course akakuwa the secretary general of the party, na alikuwa na hope Moi juu Moi akuwa anaitisha tena 202. Rao alikuwa na hope Moi akitoka atasema ni Raila basi ndio candidate wa KANU. That was the hope yenye Raila alikuwa nayo. But the shocker came in March 2002 when Moi actually said Uhuru tosha. And that time Uhuru was an amateur politician. Alikuwa alikuwa ni msee anaenda kutolewa huko down kwa macham. Anaambiwa nini hata I don't think at that particular moment Uhuru had any interest ya kukuwa president. So ilikuwa ni Moi alikam toka surprise kila msee eti our candidate for KANU ni Unye. Hata watu walikuwa kwa KANU walibaki dada
umsi hata mtamuuzaje, like how is this even a presidential candidate? He doesn't have any credentials, like umsi mmemtoa tu huko from nowhere mmetuletea kwa presidential candidate wa KANU. So I think hiyo declaration ya Moi that Uhuru is the presidential candidate for KANU ilibaki imeaffect wase wengi, and people started resigning from the government na wakidefect kwa opposition. And wase wa kwanza kuleft ilikuwa of course ni Rao, alikuwa hapa kimeumana, so Rao akatoka kwa gava akaresign kama secretary general wa KANU, akaform party yake. And of course kulikuwa na kina Nyachaya hapo. Kalonzo alikuwa ni minister wa tourism, akaresign. Kamodho pia alikuwa ni assistant minister wa tourism, akaresign akajoin Rao. Of course kina Saitoti alifutwa mboka, so alikuwa vice president akafutwa akajoin Rao. Kulikuwa na kina Francis Olentimama, alikuwa ni minister wa state and home affairs, so pia akaresign akajoin Rao. So kulikuwa na hiyo kikosi ya Rao na kina Nyachai na kina Kalonzo, but most of these people walikuwa ni people who were disgruntled with the declaration of Moi that Uhuru would be KANU's flag bearer. So kulikuwa na wase, and on the other side kulikuwa na the real opposition, and the real opposition ilikuwa ni Obako mwenye alilose 1997 na akastay in opposition. Of course towards 2002 Kibaki alikuwa amekaa kwa opposition more than 10 years. Kulikuwa na Charity Ngilu pia alikuwa amekaa kwa opposition for a couple of years. Kulikuwa na kijana wa Malo pia alikuwa ni msi amekaa kwa opposition. So credibility ya kina Obako ilikuwa, we have been fighting for you people, we've been there for you when you needed a voice to speak against the Moi regime. Of course mtu kama Raila hakuwa na hiyo credibility ya kuambia wase mimi nimekuwa nikiongelele hizi siku zote, juu amekuwa kwa gava, amekuwa secretary general wa KANU. So huwezi sema umekuwa ukitetea wase, umekuwa ukitetea gava, in as much as saizi uko opposition. You spend your last 5 years ukitetea gava. Kalonzo alikuwa minister kwa hiyo gava, so hakuwa na hiyo credibility ya kuambia wase mimi nimekuwa msee wenu, nimekuwa nikiwatetea. The same na wengine kina Saitoti, kina Ntimama. So I think hiyo side ya opposition ya kina Rao ilikuwa iko strong, iko na wase strong nini, wase wako na backing ya their tribes and stuff, but hawakuwa na credibility. And then kuna hii side nyingine ya Obako. Nyinyi ni opposition, mmekuwa opposition for 10 years, mmekuwa mkiongelelea like the ordinary Kenyans for 10 years. Ilikuwa na credibility fulani. So ikafikaga time ya kuchagua ni nani ndo atarun kama flag bearer wa opposition. And hiyo Rainbow Coalition ilikuwa na a meeting pale Serena Hotel. And walideliberate wakasema wacha Nyachai basi akuwe our flag bearer. But mzee Rao ni kama hakuwa anataka Nyachai. And of course Nyachai alikuwa gani party moja na Rao. Mzee Rao hakuwa ni kama Rao alikuwa nangoja achaguliwe ndo atakuwa flag bearer, but it didn't happen. So Nyachai kina Kalonzo alikuwa, Rao mwenyewe alikuwa, kina Paul Muite, so wakachagua Nyachai akuwe flag bearer wa outfit yao. But the same afternoon wakapatana pale Uhuru Park, crowds zilikuwa zimegather, wanajua opposition imeungana, tunataka kujua ni nani ndo atakuwa. So hiyo siku vile Rao alipanda kwa podium alisema Kibaki tosha. Nyachai alibaki ameshindwa rada, kwani kila mtu mwenye alikuwa kwa hiyo meeting alibaki ameshangaa, kwani Raila kwa mavitu. But sasa Raila alikuwa serious, hakuwa anataka Nyachai akuwe flag bearer, akakuwa ikabaki basi ikuwe tu hivyo vile ashasema, juu address gathering yenye ni anticipating na ni gathering nyingine big. Ile design hii kishasema imesemwa, media imeshachukua, run with it, amwezi control hiyo damage. So ikabaki Kibaki tosha. So I think Kenyans hawaongeleleangi hiyo betrayal
the betrayal that Raila gave to Nyachae hauiongeleleangi as much, and I think the reason is simple because Kibaki vile alipatiwa mantolia, wewe ndo flag bearer na wewe ndo unaenda kukuwa president next, alichukua na ikaifanyia and then Kibaki alikama akakuwa preso mfiti ukicompare na the previous one which is Moi, alikama akakuwa mfiti. So I think ilifanya wasee wakasahau Nyachae ndo angefaa kukua kwa hiyo position, but I also think ni juu kama Kibaki angekuwa mwere, kama Kibaki angetana out kukua kama Mseka Ruto, labda wasee wangesema Rao hapa alituingiza, hata angeacha basi Nyachae akue wewe ndo president, but haikukuwa hivyo. So I think that is the reason not to discussing hiyo kitu as much. So the backstory imeishia hapo. So hiyo backstory nimewapatia ni juu nilikuwa nataka bring na the current state of affairs, and the current state of affairs ni tuko na hizo group mbili sahi. Tuko na ile group yenye imekuwa pro government until kumekuwa na some disagreements ndani ya gava, ndo wase wakaanza kuship out, na tuko na ile group ingine ya pro people for the longest time. So hizi ni group mbili na zina replay ile scenario ya 202. Group ya kwanza ni group ya Gachagua, kina John Medhu, hawa wase wote wamekuwa kwa gava. Matiang'i pia amekuwa kwa gava. The previous regime ukitaja, if you mentioned police brutality today, lazima utaje Matiang'i juu amekuwa kwa hiyo position. If you mentioned killings za Rivayala, lazima umention umse. If you mention land grabbing Ruaraka sijui wapi, lazima umention hiyo jina. Kuna Mseka Gachagua. Mseka Gachagua amekuwa makumbuka tu Gachagua vile alikuwa na behave akiwa kwa gava. So kama tunaweza count, tunaweza puta blame on hii gava ya Ruto, lazima tuputa blame on Rigathi Gachagua as well. So tuko na hizo group mbili, tuko na Matiang'i, Gachagua, the same camp, together with their people, kina Pauline Njoroge, wase wote wamekuwa kwa hii gava imepita. And then tuko na hii side ingine, iko na Sifuna, iko na Kalonzo. In as much as Kalonzo alikuwa kwa ile gava ya Obako, hiyo kidogo imerudi nyuma kiasi. So hii side ingine tuko na Sifuna, Kalonzo, tuko na Orengo, tuko na Babu, you know? Na hii side ingine ndio imekuwa pro people siku zote. Hata ile time yenye Rao alikuwa kwa broad based, nakumbuka msee mwenye alikuwa na si broad based handshake ile ya unye 2018. Msee alikuwa na opposing hiyo handshake, ilikuwa gani Orengo. So Orengo amekuwa pro people siku zote. Hata ile time yenye Rao alikuwa anaingia kwa gava, Orengo hakuwa anaingia kwa gava na Rao. Alikuwa na baki ile side yenye wasee wako. Sifuna pia, in as much as Raila alikuwa na make hizo agreements zake na ma presidents, Sifuna amebakingi consistent voice of the people, same as Babu Owino. So that is a replica of the Kibaki side of 202, and the side of Rigathi Gachagua and Fred Matiang'i is a replica of the Raila side, the Nyachae side of 202. So I think to have an early and easy win against President William Ruto, tunataka msee ana blemish. Ukileta msee kama Matiang'i akona blemish the previous administration. Ukileta Rigathi Gachagua anakam na baggage ya the Ruto administration. But ukileta msee kama Sifuna, msee ana blemish. You can't say Sifuna Sifuna has been consistent, he has been pro people, and hiyo side ya Sifuna inapatiwa an upper hand. So my take is this: if the opposition is really serious about winning this election early in the morning, tupatie Mseka Sifuna. And apart from kupatia Mseka Sifuna, una imagine Mseka Gachagua, in as much as ametoka kwa gava, ako disgruntled, ako na wase wake wenye wanamfuata, and they are many, and they are all disgruntled, and they are looking for somewhere to patch. So imagine
Gachagua hao wasee wake wenye kwa nyuma yake wote wakisupport Sifuna, na mmeona vile Sifuna anajituma. Sifuna anaingia Western anabeba kaa yote, anaingia Ukambani anabeba kaa yote, anaingia Coastal anabeba. Yani Kenya yote sasa ni Sifuna. Wacha kisa Kibaki moment. Vile Obako alikuwa, yani kila mahali ni Obako. Sasa Kenya ni the Sifuna moment. So I think the worst that the opposition can do ni kudinai Sifuna hiyo ticket, wapatie MCA kama Tiang'i, Gachagua ama Kalonzo. Kalonzo I think can play a number 2 because blemish yake si big ukicompare na principles wengine. The only problem with Kalonzo ni umsi ajitumi kama wase wengine vile wanafaa kujituma. Matiang'i na Kalonzo wajitumi. Gachagua amekuwa beast. Umsi every day ako somewhere ana do something, akona wase ana engage atafuta hizi kura. Na hivyo ndo politics ya Kenya hudu hiyo. Kama nakumbuka Ruto ndo awini kitu, alikuwa everywhere. Umse alikuwa na fly sijui to 7 counties in a single day. So I think that is the energy that we need kwa opposition kama wanataka kuwini kitu. Another thing, wake Sifuna president. Another thing, Kalonzo anaweza cheza kama number 2 ama pia anaweza cheza huko number 3. Number 2 pia inaweza kwa msemi young. Juu pia sasa ni moment ya wase young. So with that submission nasema if the 202 is going to replicate itself, the Kibaki of today is one Edwin Sifuna, the Raila of today is one Rigathi Gachagua. So Rigathi Gachagua ndio mmoja wa kwenda pale Uhuru Park aseme Sifuna to, na akisema Sifuna tosha then Sifuna ametosha, na hivyo ndio itakuwa 2027 itakuwa ni a done and dusted deal. Adios until next time, nawapenda sana.